Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasuli Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Ndugu zanguni, ni jambo ambalo sasa hivi linasumbua wananchi au raia katika nchi yetu ya Tanzania bara na Tanzania visiwani Zanzibari. Tunasema kwamba haya mambo tunazidi kukanusha kwamba ni uongo, kwa sababu kwanza hajathibiti hivi. Hatujawahi kusikia kwamba kuna wanaume ambao wao wamezaliwa vibamia katika lugha nyepesi, au kama sivyo hivyo, subhanallah, watania radhi kwa kutumia neno hili vibamia, lakini ni kwamba nakusudia wale wanaume ambao maumbile yao ni madogo sana. Ikiwa sisi kazi yetu ni kufanya tiba, tunapokea hawa wagonjwa kila masiku. Anakuja mtu anakuambia, ndugu yangu, hebu naomba nisaidie, mimi maumbile yangu ni madogo sana kiasi kwamba ni kama vile mtoto mchanga ambaye yeye hawezi kufanya jambo lolote, na unathubutu kumwambia mtu hebu tuone kiasi ambacho ilivyo, namna anakuonyesha mtu, unaona ni madogo sana. Na hali hii ya mtu kupata na hali ya maumbile madogo sio kwamba ndio umeanza leo, ni jambo ambalo ni la muda mwingi na watu wanazo hizi changamoto masiku mengi sana. Sasa swali la kujiuliza, ina maana hawa watu ambao wana hizi changamoto kwa muda mrefu, vibamia ambavyo vinasumbua watu katika kina baba, je, wameshakwisha tayari? Wameshapona? Kiasi kwamba sisi tuamini kila yule ambaye atatuonyesha katika picha zake kwamba kimekuwa kidogo sana, ili tuamini kwamba huyu hakuzaliwa hivyo, ili tuamini kwamba huyu hakuwa na tatizo la kibamia, ili tuone kwamba huyu kaibiwa nyeti yake. Anatuhakikishia vipi sisi ili kusudi tuone kwamba ni jambo la kawaida? Kwa sababu katika hali ya kawaida wako watu wengi tu ambao wao wana hizi changamoto za kuwa na umbile madogo au uume mdogo sana. Kwa maana hiyo, katika jambo hili tunaiomba serikali izidi kulifanyia uchunguzi zaidi hawa ambao wanazusha hizi habari kwamba nimeibiwa nyeti zangu. Madai yake huishia nini? Kwa sababu mimi nimeona pia moja katika watu ambao wanaposti mitandaoni, nimeona kwamba mtu anakuwa anadai kwamba ameibiwa. Kwa hiyo kukimbilia kwake, baadhi ya watu wanawapiga, wanawaumiza, lakini wanakuja kudai kwamba unanipa nini? Yaani manake, je, ukipewa hicho nini ndio itarudi? Kwamba ukipewa hicho nini ndio tayari hapo maumbile yako atarudi katika hali ya kawaida. Kwa jambo hili tutazameni kwa makini kwamba kuna watu ambao wamezaliwa maumbile yao ni madogo, lakini wanatumia triki hii kuonyesha kwamba wameibiwa na kupotelewa namna gani fulani. Kwa hiyo nikushauri wewe ndugu yangu ambaye una hofu na haya mambo, ondosha mashaka, haya mambo ni ya uongo na jambo hili halipo. Na wewe ambaye unasumbuliwa na changamoto za maradhi haya ya maumbile kuwa madogo, usipate tabu, wako madaktari ambao wao wanaweza kukushughulikia masala haya. Tunawapokea watu mbalimbali ambao wana maradhi ya upungufu wa nguvu, wana maradhi ya maumbile madogo. Ni hali ya kawaida, sio jambo la kustajabu, lakini isiwe sababu ya kuzua taharuki kwamba wewe ukajipatia kipato kwa sababu maumbile yako yapo katika mazingira kama hayo. Katika jambo hili mimi nasema hivi, kama yuko mtu ambaye yeye amewahi kumuona mtu ambaye kashuhudia kusema hivyo, hebu ongozana naye mpaka kituo cha polisi, kisha baada hapo waombe wamuhoji, kwa sababu wapo watu ambao wanakamata na wanaachiliwa, kisha baada ya kuachiliwa tunaona kawaida. Lakini kwa nini kituo cha polisi baada ya kuwakamata wale wasiwahoji na kuwabana sana mpaka waseme kwamba wametumwa na nani? Kwa sababu kila jambo huwa lina mtu ambaye anakuwa nyuma yake. Ikiwa ni jambo la uzushi na tunaona kwamba ni uzushi, na serikali pia vile vile inaungana nasi tunaopinga, inasema kwamba ni uzushi. Sasa swali, kama ni uzushi, hawa wanaokamatwa, mbona hatupati taarifa kwamba wanatumwa na watu gani? Au hatupati taarifa kwamba wameyatoa wapi haya mambo? Kwa hiyo mimi naomba jamii izindukane katika hili, tusibaki na hali ya hofu. Ni mambo ambayo yanatengenezwa, na katika mambo ambayo ni ya uongo. Ni pamoja na hilo, hakuna kinga ya Laba Bendi, ni uongo. Mimi ningefungua biashara ya Laba Bendi sasa hivi, pengine ningeshaanza kupata pesa kwa sababu ningeshusha sana bei, lakini hakuna haja ya kufanya hivyo kwa sababu ni mambo ya uongo, ni kuzidisha hofu katika nyoyo za watu. Baada ya kusema haya, jina langu naitwa Nurdin Dongo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.